Yaani tukitoka hapa Coco Beach, niwaambieni tu ukweli, muandae na jela zingine kama 2 hivi mjenge, kwa sababu waizi tutajaa. Kwenye hii Coco Beach, kama Coco Beach mtaichukua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ama nyie ambao mnataka kuichukua hii Coco Beach, make sure upande wa kule mjenge madanguro, upande wa huku mjenge jela. Nawaambia ukweli kabisa. Na hili naliongea nikiwa na akili timamu, wala sijashauriwa, wala siongei kwa kupepesa macho. Kuna bichi za Kigamboni, kuna bichi ngapi, zote ni za kulipia. The only bichi ambayo imebaki ya wananchi ni Coco Beach peke yake. Hiyo tu peke yake. Mimi nilikuwa na shauri kitu kimoja kwa serikali yangu, serikali tukufu ya Tanzania. Ikiwa kweli mna nia nzuri na wananchi wenu, ikiwa mna nia nzuri ya kuiboresha Coco Beach, at least basi mngekuja mseme mnaweka mazingira safi, tengenezeni viti, watu wakija beach anataka kukaa atalipia hata shilingi 500. Lakini sio unakuja unamwambia mtu eti ondokeni, tuondoke. Alafu tuende wapi? Wewe msomi gani hivi? Umekaa ofisini umeangalia pa kuingiza mapato ya manispaa ni Coco Beach tu? Sio kweli. Kikumbuka na sisi tusosoma tunapata riziki mama, tunaomba utusikilize kilio chetu. Na unakumbuka ulikuja mwenyewe Coco Beach. Sisi hatukatai kuondoka. Hii ni ardhi ya serikali, serikali ndio sisi. Na sisi tunaotolewa ni raia wa Tanzania. Tuko ndani ya ardhi yetu, tuko ndani ya taifa letu, na wengine mababu zetu wameshafanya harakati nyingi ndani ya taifa hili. Kuelewa anatokea mtu mmoja tu, dalali mmoja wa bosi mmoja, eti mkatoe wale vijana wasiosoma pale, eti bichi iko Masaki chafu. Vijijini kuna mapoli, peleka huko wakawekeze, wakafyeke, wajenge. Au sio? Coco Beach yetu mtuachie, Coco Beach yetu mtuachie. Mama kumbuka ujio wako, mama kumbuka ujio wako siku ile ulipokuja kukata utepe, vijana walikuwa na sura za furaha. Mama leo ukituangalia sura zetu utafikiri tuko monchwari tunasubiri maiti. Yaani watu, yaani kama ule kuku anaosubiriwa kuchinjwa siku ya Eid. Yaani raia wa Tanzania tunaishi kama maforena wa kutoka huko, wakati ni raia na huyo mtu ambaye anasema tuame ni raia mwenzetu, amepewa mamlaka kutoa huduma kwa jamii, ndio sisi. Leo hii anakwambia tutoke. Sasa anakuja Mungu kukaa hapa, si ndio sisi? Sawa, borosheni bishi na sisi tupo. Kweli kabisa. Tunauza miogo, mishikaki, samaki wa baharini. Mungu atupe nini sasa? Atupe nini? Au tuende ndio ile mtu andike kwenye magazeti vijana wataki kazi, vijana wanaiba. Sasa hivi hakuna vijana ambao, hamna kijana sasa hivi aliyokuwa fara. Sasa hivi kila kijana anataka mwanae asome na yeye aje kuwa kiongozi. Kuna kijana hapa anapenda mwanae kibaka hapa? Hakuna. Au sio bwana? Tunafanya hizi kazi tupate riziki 100-200. Wewe kama unapata mabilioni ya hela ya kwako, tuachie na bichi yetu. Ndio hivyo. Hii bichi Mheshimiwa Hayati John Pombe Magufuli alisema hii bichi ni ya walala hoi, ya watoto wake wa Manzese, Temeke na sisi wajasiriamali wadogodogo, na ni bichi ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio bichi ya mtu, na haipaswi kuuza. Hii ni hazina ya taifa, ni rasilimali ya umma. Mheshimiwa bwana, tukaona hili swala lazima tulifikishe serikali kuu, na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan akabidi atembee na slogan ya mtangulizi wake alivyokuwa anaeleza Mheshimiwa Pombe Joseph Magufuli. Akaja akatutengenezea mabanda. Unaona mabanda yote Mheshimiwa Rais ndio katutengenezea, na kaja kuzindua yeye mwenyewe. Anamaanisha kuzindua, sio kwamba alimtuma waziri au alikuja mwenyewe na mguu wake hapa, akashuka akaja akakata utepe akasema, ndugu zangu, nimewatengenezeni mabanda, natambua uwepo wenu, nyie ndio wa Tanzania, ndio wapiga kura wangu, hii bichi ni mali yenu, ila mtachangia shilingi 500 kwa sababu nyinyi ni wajasiriamali wadogo na mtazidi kukua hadi mtakuja kuwa wajasiriamali wakubwa. Sasa tunashangaa leo manispaa Kinondoni na Twitter na tufukuza kati bichi tumekabidhiwa na Mheshimiwa Rais. Tunashindwa kuelewa hatima yetu ni ipi. Naomba niulize serikali swali limoja tu. Unapomfukuza mtu asifanye biashara hapa Coco Beach, unampeleka wapi? Unatengeneza nini? Uone kwamba mnatengeneza wimbi la vibaka na malaya na magonjwa yasiyopungua. Alafu unasimama, unasubutu kusimama mbele ya watu, unaongea kwamba mimi kiongozi fulani nimetoa tamko watu fulani mhame. Hivi ndani ya siku 30 unamwambia mtu ahame? Wewe ndugu yangu, tuongeeni maisha ya uhalisia. Hata kama umejenga kibanda cha mabati na karatasi, nakupa siku 30, ondoka na vyombo vyako na vitanda, utasahau hata kijiko. Je, hao ambao wamewekeza hapa, kuna watu wamewekeza mamilioni yao ya pesa huko, wanamwambia mtu siku 30 ondoka?
Okay, sawa. Unamlipa mtu fidia ya shilingi milioni 5 ama milioni 10. Unategemea huyu mtu kwa miaka miwili atatengeneza shilingi ngapi? Tukifanya hesabu ya haraka haraka, ukiweza kukusanya shilingi 3500 kila siku kwa miaka 20 ni milioni 705. Milioni 705. Na huo ndio ujasiriamali mdogo mdogo tunaouita. Hatujasoma, ndio maana tumekuja huku. Mimi nauza ice cream hizi hapa. Nategemea hizi ice cream niuze ice cream moja ni shilingi 500. Hii ice cream unaouza nalipa kodi. Najua kuna watu wanapita nyuma kwenye media kwenda kutoa ruzuku matangazo asirushwe. Sisi tutalia, hata malaika wa mbinguni atakuja kukwambia. Huu umeto Mtume Muhammad ulioka hapa wote hapa sote na watoto wa maskini. Hamna mtoto wa tajiri hapa. Wanalipa kodi, wanasomesha shule, mixed kuendesha maisha yao mikoani.